Last week watu walitoka kutoka Eritrea. Mnajua Eritrea? Eritrea ile inapakana na Ethiopia. People came from Eritrea to come and benchmark with Kiambu County on what we are doing, and especially mambo yetu ya ECD. Hizo foto muliziona kwa mitandao. Yes, wale watu wanakanga kama nini, watu wazuri kwa they came. That tells you that something is happening. Kama hiyo sauti imefika mpaka Eritrea. Wakati sisi tulienda kwa devolution conference, wenye walikuja kwa devolution conference pale kule Homa Bay, ile stand yenye ilikuwa most outstanding in the entire of the 47 counties ni stand ya county ya Kiambu. Na hakuna kitu ingine ilifanya hiyo stand ikuwe most unique and outstanding. It was because of tulikuwa na model ECD center vile inakaa hapo ikiwa imewashwa mataa mzuri, tulikuwa na walimu wetu pale, na tulikuwa na tutoto twetu tulikuwa tumevaa vizuri. There is no single person of authority in this country. Siku hizo baba alikuwa uhai. Mtu anaitwa deputy president alikuwa, rais mwenyewe alikuwa. Hakuna mtu hakupita hapo, hakukanyangisha mguu yake ndani ya stand account ya Kiambu because of the attraction of the ECD Learning Center, our children and our teachers and the work that you are doing. Mjipige makofi. Kwa hivyo safari tumetembea vizuri. I want to assure you sasa vile hiyo kazi tunakuja kumalizia as of today. We are building ECD Center number 514. 512 tayari tumechapa. Ni kumalizika zinamalizika ya mwisho. Sasa tunaenda 514, tunabakisha 40 ECD centers in the entire county. Tumalize kazi ya ECD. Tumeenda vizuri ama hatujaenda vizuri? Yes. Na vile one of your supporters vile ameuliza hapa, your financiers vile ameuliza, hivyo zinaonekana kwa picha, vile zinaonekana kwa runinga, hivyo ndivyo zilivyo hata kwa ground. Ama namna gani jameni? Si ndivyo zilivyo? Sasa nyinyi walimu mnakumbuka wakati tulikuja kuanza hii kazi, ile kazi tulifanya kubwa sana ni ya kusimamisha na kuzima vita kwa primary schools. Mnakumbuka hivyo? Because mimi nikiwa kwa ofisi nilikuwa napigiwa huyu masi anakuja, ananiambia sasa tuende kule Mugoga, iko shida. Watoto wako nje, wazazi wako nje. Wameambiwa sasa hata kupika hawatapikiwa ndani ya shule. Waende na watafute darasa zao. Tukikaa nasikia tena kwingine wamekuwa expelled mahali fulani. Mwalimu, nyinyi walimu mlikuwa na shida kubwa, mnakumbuka namna hiyo. Nilikuwa nasema pelekeni walimu mayai, muwapelekee unga ya uji inaletwa na maziwa. Hata storage mlikuwa mnanyimwa. Ama namna gani jameni? Saa zingine ati unakuja, there was a case ambapo mwalimu wali complain because they have to feed the kids na wamekatazwa kupika kwa hiyo primary school. Walikuwa mwalimu inabidi apikie mahali nje ndio akuje afeed watoto wake. That was the situation. Sasa tuko aje? Sasa tuko sawa? Mwalimu uko na kaofisi yako hapa sasa kazuri, hapo nyuma uko na kasto yako, ukienda pande hii kadarasa kazuri, watoto wako pale wakicheza wakiswing, wengine wako kwa sand pit, ukikaa kidogo pale kuna mahali mzuri ya kuoga ya maji, si ndio? The last bit that is remaining ambayo tumeagree na waziri tunatengeneza sasa, tunaanza kujenga small modern kitchens in each of the ECD. That is now the next frontier. Na hiyo unajua kama tunajenga ECD complete 512, hiyo tutazichapa zote in 4 months tumalizane na mambo ya to kitchen ya walimu. Siku hizi kuna mtu ambaye akona haki ya kuringa kushinda mwalimu wa ECD. Siku hizi iko aje? Ukiangalia ile ka ofisi yako na mahali unafundishia watoto na wengine ndani ya primary school, si tuko mbele? Tuko mbele ama hatuko mbele jameni? Si tumejipanga vizuri? Mnafurahia mahali mnakaa?
Sasa hiyo mambo ndio ilikuwa imebaki. Lastly, tulisema ya kwamba tunanunua basi. Na basi sasa kwa hii budget ninanunua basi ya watoto. Ndio wakati mnakuja mahali kama hapa tutaanza na zile basi 2 tulisema. Then tukiweka hizo 2, when our kids are going somewhere with you, our teachers, muko na basi za county za kutembea. And then tukasema ya kwamba we are appointing 4 ECD centers in the county in a zone, ambazo tutajenga each ECD center a swimming pool, ambapo watoto watakuwa wanakuja kwa hiyo zone ndio wanakuja. I tell you, yani nyinyi mnaonaje? Tumeenda vizuri ama si tunaenda vizuri? Yes. Majaliwa ya Mwenyezi Mungu, by December this year tutakuwa na swimming pool kwa hizo shule. Sasa nyinyi walimu niwaulize, nyinyi mnajua kuswim ama nyinyi mnajua kuswim ama nyinyi kwanza ndio mtajifundisha kabla ya kufundisha watoto? Okay. Sawa, so nataka niwatakie kila laheri, niwaambie you have made me proud. You have made me proud. When I came in, people were not sure ya kwamba sisi tulisema we shall transform this county, and my 4th pillar, as the guy who was here was saying, I think that was my friend here DS, nilisema we shall ensure that we arrive at a zero transition at the level of ECD. Hakuna mtoto atakuwa na baki nyumbani. That is where we are heading. Your statistics, huyo wako nazo waziri. When we started, aliniambia we had about 38,000 kids in the schools. Now we are clocking 50,000 in 3 years. Sasa uniambie na ujiulize, mtoto akirudi kusoma akienda kuingia kwa ECD haendangi akiwa na 2 years ama 3 years. Tumekalia hii kiti sasa only 3 years. That means all those close to almost 20,000 children, hawa wenye wamekuja shuleni walikuwa wapi mbeleni? Walikuwa wanakaa nyumbani, hawaendi shuleni, they can't afford, the distances were too far. Some of those kids could not go because there's no food at home and there's no food in school. But now, tumeresolve hiyo maneno. A kid can leave their home irrespective of the status of the finances of their mother or their father or the family. It doesn't matter kama mtoto alikula kwao ama hakukula. Indeed, nyinyi walimu ndio mko na ushuhuda, na muambiange watu vile ilivyo. Tulikuwa tunaitwa kwa shule mingi wakati ilikuja sasa watoto wa PP2 kwenda class 1. Ama haikukuwa namna hiyo? Si wengi walikuwa watoto wa PP2 wakiambiwa sasa enda class 1, wengine walikuwa wanakataa kutoka kwa darasa. Ama ni uongo? Sivi ndivyo ilivyokuwa? Darasa iko so nice, atmosphere ni mzuri, mtoto hataki kwenda kwa primary school, anasema wacha nisomee hiyo ingine hapa ndani ya hii darasa. It's evidence of the work that we have done. Nataka niwaambie asanteni. I want to thank you. Na sasa vile waziri umesema tutampeleka huko, ulisema tunapeleka wapi huko? Wacha US najua na nini, ulisema ni MOU. Nyinyi kwa vile nimepiga hii hesabu, nataka tusikizane wakati tunakuja wakati wa sherehe ya hii kufunga hii mwaka. Mimi nitajipanga na nyinyi this year. Because if there's one milestone I'm celebrating uniquely, ni hii mambo yetu ya ECD learning centers. Na Mungu awabariki. Sasa kabla sijatoka, tutapanga na waziri. Hiyo story ya Del Monte hamuku nimalizia, sikujua ilikuwaje. Nilisikia mlisema ati ni hiyo ni ya chini ati si ya kuambiwa governor. So sijui kama kuna watu walienda kwa Del Monte kulete hiyo pineapple kabla haijalipwa ama unajua labda. Whatever it is, kama ni kitu ilikuwa inapungua ambaye inahusu walimu wangu,
waziri anipate hapo, nitasort yote, nihakikisha kwamba muko sawa sawa. Najua baba akiongea, kwa vile nimemaliza kuongea, lazima aulize watoto wake vile mambo itakuwa. Ndemuulie. Mutaenda nyumbani mkimaliza Wednesday? Nimukainuka. Sasa hiyo sasa hiyo. Mutaenda home. Tutafanya roll call ya kujua ni nani na nani alienda home. Sasa kwa hivyo Wednesday tukimaliza watu wote wafike home. Mama na yaje? Hapa Thika msipotelee Thika kwa vile hapa kuna mambo mengi. So may God bless you. Asanteni. Sitaki kuongea mambo ya siasa. I have a policy. A personal policy. Because I normally plan what I do. Na nashukuru Mungu kwa vile he may not have given me so many other things, but I thank him because I think he gave me a good mind. I can be able to plan, na nikiplan, I also live consistently and I do what I say. And I say what I do. Niliambia watu, my calculations inaniambia nimekalia hii kiti 3 years. Sasa this is my 4th year. I have built, together with your support, 512 ECD learning centers we are completing. I have built those hospitals you have had. I've built 6 new level 4 hospitals. I've built 26 new level 3 hospitals. I have installed and changed the policy in this county that installation of every public lighting is environmentally friendly. It is solar. We have saved 700 million. We have installed already 14,000 lights around Kiambu. I'm installing 24,000. I have built bus parks in this county, countless. I have done work to ensure that our young men have got good trading places. We have done about 4 mini stadiums, which we are doing to complete. All those things that I have done, including markets, I've done in 3 years. Lakini nikipiga hesabu yangu, inaniambia the election date is intended to be in August of 2027. And between now and August of 2027, there is a hole close to almost 16 months of clear days. So uniambie, and this is what I've been telling my fellow politicians wherever they are. Imagine the election. You are only going to go for 1 day, one morning, weka ballot yako. In the evening, we count those ballots. The following day, you know who is your governor, you know who is where. Hata kama wewe ni candidate, you know whether you won or lost. An event of 1 single day. And then, 1 year, iko na siku ngapi? 365. Sasa za hizi kabla hatujafika Disemba, sasa ni mwezi wa 4, tuko na miezi ingine 8. Sasa sema miezi ingine 8, sema times 30. Sasa tuko pamoja. That is another 240 days. Ongeza 240 days plus 365. Atina, for somebody who knows what they are doing in office, unaamuka kila siku, you spend your entire now 365 plus 240 is karibu 600 and something days. Ati kila siku unaamukia kupanga mambo ya vile ati mtu ataenda na vile ballot itawekwa, an event of 1 day. Yet you have got a whole mountain of responsibility. You have got a multitude of tens and hundreds of thousands. Kiambu, we have a population of 3.5 million people now, properly. 3.5 million. Those are the people we are leading. Wamama wanatafuta basari. Mwalimu uchea wa boda aliniambia tukua pale, hapa hata kuna mahali wanaibika wakiingia hapo barabara. This is the story around the country. And imagine you elect a governor who anaamuka for those days atikwenda kuongea mambo ya uchaguzi ya siku moja. So I told my people, mimi I have a different plan. Niko na mpango tofauti. I can work from now vile nimefanya kazi and continue until next year mpaka mwezi wa 4.
Wakitangaza sasa ni wakati wa kampeni, itakuwa ni mwezi wa 4, I can utilize that time, but now nitakuwa nimeweza kujenga mahospitali ingine, nimejenga barabara zingine na nimefanya kazi nyingine, because that is why you elected me. Na hiyo kesi sasa ya kuuliza kama mtanichagua, it can only be decided on one aspect and only one qualification. Did this guy do what he said he would do, or did he do it? Ama namna gani jameni? I want to be standing on the right side of history and on the right side of that judgment day, ambapo itakuwa you will answer to the affirmative yourselves that indeed you saw, you are witnesses that I did what I said I would do. And on that account, you will give me the opportunity to complete the work we have done, the one we have started, for a second term. Ama namna gani jameni? Kazi ndio hiyo? Kazi ndio hiyo? Roho ndio hiyo? So, si tufanye kazi kwanza jameni? Is that good thinking or bad thinking as far as you are concerned? Is it good planning or bad planning? Is that what you would want, or you want me to go to start campaigning saizi ati nakwenda kuingia kwa chama na kuvaa manguo? Yes. That's the way we shall do it. Na mimi najua mutasimama na sisi. Hebu tuone wenye watasimama na Kimani Wamatangi hivyo kwa nini? That's why I love you. That's why I love you. That's why I love you. That time wenye wanafikiri ati kuamuka mapema na kwanza kukimbia ati hiyo ndio kushinda, watashangaa. Because kushinda tutashinda, na marking scheme yetu ni tofauti. Sio ya mdomo na sio ya siasa, ni ya kazi. Ama namna gani? Si ndio hivyo walimu? So kwa vile najua hatuko tumekula lunch, waziri wewe utupangie mambo ya lunch, utuambie, na mimi nimejitolea. Kama kuna mambo mengine yote inahitajika uniambie, niko hapa, tutaisuluhisha pamoja. Mungu awabariki na watende vyema. We declare this capacity building conference officially open. Ndio kazi yenu. Asante sana. Watu wa MKU, we want to thank you very much for the cooperation, for the support you've given us, and pass my regards to the chairman. He is my friend, and we admire the work he has done around this county and the impact he has caused around the entire of Kiambu, and revitalizing the economy of Thika by giving hope to the future of those more than 60,000 kids who come here, not only kids but even adults who come here to seek a better future and enlightenment. Mwambie tumesema asanti. He has also made Kiambu proud. So Mungu awabariki na watende vyema watu wangu. Asanteni. Wow. Makofi mazuri. Let us all stand up and appreciate His Excellency. Ladies and gentlemen, that is our very own governor. A true transformer of lives. A visionary leader. A father of the people. A man whose action speaks louder than his words. Shaping the progress and inspiring hope. Ladies and gentlemen, kindly let us all put our hands together and celebrate leadership in motion. While we are still standing like that, now since that His Excellency has declared open, let us have a national anthem.